imeshindikana. Tumeshare kila kitu na pia sihitaji ugomvi wewe na dada yako, na kumwambia naomba tuachane kwa amani tu. Violet akamwambia hebu acha kunitania, sitaki utani wako, na kunyanyua mkono tena kwa ajili ya pete. Akamwambia niko serious. Violet akaumia na hakuwa na jinsi. Violet akarudi na hasira mpaka nyumbani na kuingia chumbani kwa dada yake Scarlett na kumwambia kwa sababu ni wewe umefanya mpaka tumeachana. Maneno yako ya uongo, na kumwambia kama umefanya tuachane na wewe hutoweza kuwa naye. Scarlett akawa elewi anachoongea mdogo wake, kumuuliza na wewe kakukataa, hebu usinifanye mjinga kama mchezo ndio kwanza unaanza. Akamwambia kwa hasira hata mimi kaniacha, sielewi unachokisema, unadanganya. Sidanganyi, ameniita mapema na kuniacha. Ndipo wakagundua kwamba wote wawili wameachwa kwa siku moja. Violet akapata ujasiri wa kukaa na dada yake na kumsikiliza dada yake, huku Luna na Cassie wanaenjoy mapenzi tu. Luna akawa anachukua picha kwa ajili ya kuposti mtandaoni. Cassie akawa anamchukua picha, alivyoposti tu dada yake Violet akaziona, akamuita Luna. Luna alipokuja akamwambia hili eneo ulilopiga picha kama nalijua. Luna akamwambia madesigner wa nyumba wanafanana sana, sidhani kama eneo hili unalijua. Kisha akamwambia mchumba wangu kesho atakuja, hivyo jiandae kukutana naye. Kesho yake kweli Luna akamleta nyumbani mchumba wake Cassie kwa ajili ya kumtambulisha. Akamuuliza kinywaji anachotumia, akamjibu chochote tu. Luna akaenda kumletea kinywaji. Cassie akabaki sebleni na kuendelea macho TV. Wakati Luna akaenda kuchukua kinywaji, Scarlett na mdogo wake wakashuka kumuona mchumba wa Luna. Scarlett akashangaa kumuona Cassie. Violet naye akashangaa. Cassie akaogopa, imekuwaje tena? Cassie ikabidi anyanyuke. Luna akamuuliza kwani mnajuana? Scarlett akamuuliza Luna, huyu ndio mchumba wako? Akamjibu ndio. Kwa hiyo nyie mnamjua mchumba wangu, unamaanisha mwanaume wetu? Cassie ikabidi asalimie. Luna kwa mshtuko akadondosha glasi. Cassie ikabidi asepe. Luna akaingia chumbani na kujifungia, akawa analia. Dada zake wakawa wanagonga mlango, jamani naombeni acheni. Cassie akamwita rafiki yake na kumwambia kuwa hata Luna ni familia moja, yani Scarlett pamoja na Violet ni ndugu. Rafiki yake akashangaa sana, ila akamshauri kama anampenda Luna ni bora mfuate, mwambie ukweli, akaye akijua yeye ndiye uliompenda kuliko dada zake. Huko nyumbani Luna anawaambia dada zake kwamba ana mimba. Wanashangaa, wanamuuliza ya nani, anawajibu ya Cassie. Wakachoka, mara mlango kagongwa. Violet akamwambia karibu ndani. Kumbe alikuwa Cassie. Akamuuliza umefuata nini hapa? Violet akawa anawaka. Cassie akamwambia mnisamehe, kikweli sikujua kama nyie ni ndugu. Unaomba msamaha baada ya kumpa ujauzito mdogo wetu? Ndipo Cassie anagundua kuwa Luna ni mjamzito. Akamuuliza Luna, una mimba? Na pia kwenye maisha yangu wewe fala na kuchukia. Dada na mdogo wake wakamtukana sana Cassie kutembea na wote watatu, na ina bahati hawajapata wote mimba, sijui ingekuwaje. Cassie akamwambia nimekuja kuambia kuwa nampenda mdogo wenu zaidi na nipo chini ya miguu yenu, naombeni msamehe, tugange yajayo. Mimi ni binadamu, nahitaji kusamehewa. Luna akamwambia Cassie, naomba uondoke, umesikia ulichoambiwa? Hebu nenda huko. Scarlett akamfuata na kumfukuza atoke, maana akawa mchafu wa tabia. Cassie akawa kila siku anampigia simu Luna ili amwombe msamaha, lakini simu ikawa haipokelewi. Cassie akawa mtu wa mawazo, akaanza kunywa pombe. Mara mlango wake ukagongwa, kumbe alikuwa rafiki yake. Rafiki yake akaingia na kwenda kuchukua glasi ya pombe na